hana fedha, kwa sababu unajua anapambana. Unafikiri tamwima mke. Tena kwangu akija habari ya mahali sio kwa maana wanaotoza mahali Biblia inasema ni pagani na Roma. Wazazi msinichukie. Mtanihurumia kwa hilo. Lakini sina maana ya kwamba mtoto msije na zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Sikiliza niwaambie. Vijana msikivu cha msingi cha kwanza katika kitabu cha Yakobo 2:5 nasema hivi. Ikiwa mtu wa kwenu amepungukiwa na imani naombe nini? Lakini vijana wetu hawajui Mungu na muombe. Yaani vijana wetu wanitoa sababu niwaambie jana wazazi wetu, nenda kamwangalie mtoto wako usiku wa leo. Je, anapoingia mtoto wako nenda kinyume tu niachie taratibu anapoenda kulala. Utaingia utamwona tabana kiamka pale ni kuangalia sana. Yaani simu imekuwa Mungu wa vijana wetu wa leo. Atataka kuomba matokeo atazindilia kwenye mchana. Na hapa ninachotaka utaongea na pinga na ongea na yule na asubuhi hajapata usingizi akikata kijana sasa anataka. Zamani alikuwa anasinzia mzee wa miaka 60 kwenda mbele. Ndio unamwona anasinzia. Mzee anaogopa kwa kana familia. Ndio anasinzia. Vijana wakasema ukosefu. Wakasema ukosefu wa maono ya maisha. Katika kitabu kile cha Thessalonike 1:13 anasema anayekosa ukosefu wa maono ya maisha, shida ni kutokuwa na utaratibu na kuweka dira. Na mpango kazi. Kijana anatembea na mpango kazi. Unaona kijana mmoja akiwa anatembea amemaliza shule akamia kwenda shule na mkuta alikuwa anafundisha sekondari Kisumu. Kama mjisi wa dini. Anatembea pale anazungusha zile karanga. Karanga sinazifahamu hata 10,000. Sasa hivi ni 10,000. Jana mwenyewe kilo moja ni shilingi 10,000. Kilo moja kwa hapa. Lakini anazikanda vizuri, anachukua mchanga wa baharini, anazikanda na hivyo kwa nini? Kwa mchanga wa baharini. Halafu anaziweka pale watoto ananyanyuka pale shule. Akaomba ibada, anazungusha. Akimaliza kilo zake 5 ambazo 5 mara 4 ni ngapi? Ndio mtaji wake na chumvi na mchanga. Kuweka hapa haiwezi kuzidi 25,000. Akaingia pale. Lakini anakuambia akimaliza kilo 5 akose 18. 18 mara 26 ni ngapi? Wale wasio. Akimaliza kilo 5 zile nazo 500, 200, 18 basi. Bwana Yesu asifiwe. Vijana mpo. Lakini sikiliza, Biblia inasema maskini wote mshangilie. Lakini kuwa maskini hakumfanya kijana asioe. Wazazi naomba mnielewe. Hakumfanya kijana asioe kwa sababu ya maskini. Maana aliposema si vema huyo mtu aishi peke yake. Adamu alikuwa na fedha, wala na hapo alikuwa na. Lakini Bwana alimpa mke, akumpa mke. Alimpa mke. Alimpa. Wazazi kufika hapo ile kijana anaamini. Sikiliza, Biblia hapa inasema katika kitabu kile cha. Hili naomba msome na wazazi kwa faida wazazi na vijana, lakini si kwamba nawapendelea vijana kwa wavivu. Mungu wavivu. Hapana. Ninachomaanisha ni nini? Hofu inawapata kwamba sasa sina chochote, sina nini. Ni kweli fika kwa kijana mmoja amesoma, ana shule na amezaliwa katika sehemu za kazi na amefundishwa kazi, lakini namshuhudia yule kijana anafanya kazi inavyowezekana. Analima, anakwenda kwenye nyanya, anakwenda kwenye bustani, lakini ngoma inadunda. Akilima nyanya zote zinaungua moto, akilima kwa inasimama, akiweka mbolea mambo yanaharibika. Baadaye ndipo tulipokuja kugundua ile kazi ilikuwa yana. Yeye lengo lake ilikuwa ni mtume. Mwisho kaanza kaingilia katika sema hapana. Kijana kama huyu hawezi kukosa mke. Wakaingilia kati wakamwezesha kijana. Na mimi nakumbuka kipindi hicho. Mimi nilioa mwezi wa 8 yeye akaoa mwezi wa 6. Nikamwazima masuka yale masuka hata leo sikupata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe waambie kilichotokea baada ya kupata mke. Baada ya kupata nini? Wewe leo hivi ninapoongea na nini? Ni mwenyekiti wa fili huko Nyanda Congress. Bwana Yesu asifiwe. Kama mama ungemwogopa yule kijana kwa sababu ya maskini. Mahesabu ya Mungu na chunguzi. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yakobo kwamba utajiri. Nani anasema hivi? Naomba asome kitabu kile cha Yakobo. Yakobo 1 fungu lile la Yakobo 1 fungu lile la 9 asoma.
Lakini ndugu asiye na cheo na afurahi kwa kuwa ametukuzwa. Lakini mtu asiye na cheo na afurahi kwa kuwa amefanyaje? Ametukuzwa. Umeelewa vizuri mabibi ndogo hapo? Endelea. Bali tajiri kwa kuwa ameshushwa. Bali tajiri kwa kuwa amefanyaje? Ameshushwa, ndio. Kwa maana kama ua la majani. Kama ua la majani atatoweka. Wazazi wangu ambao wameshiriki kuwa pamoja nasi katika siku 7 hizi za kaya na familia, wamesema kwamba kuna shida katika kulinganisha binti huyu na maisha walionayo. Vijana wanakuwa na maisha umasikini. Kwa hiyo baba akiangalia anasema huyu hawezi kumbeba mke wangu, hawezi kumbeba mwanangu, hawezi kumbeba kijana wangu. Analinganisha. Lakini Biblia inasema kwamba utajiri kwa nini? Nimeshuhudia na mama ni shahidi. Binti ameoana na kijana fulani mwenye fedha, mwenye kazi. Ngoma ilipoingia Magufuli, jamaa alikuwa ni TAKUKURU yule jamaa. Kwa bahati mbaya kazi ikasimama. Na iliposimama, sikiza niwaambie, iliposimama ile kazi na mwanaume akasimama. Wangapi wamenielewa? Mama amekaa mwaka mzima anaishi na kaka yake. Sijui kama mwenyewe. Kwa maana hiyo, mwanaume amesimama na mama amesimama na kaka yake ndani ya nyumba. Mambo yakawa magumu. Mama akasema kama ni hivi inakuwaje? Ikabidi atafute usalama wake zaidi. Amesafirikiwa, kijana anasema nitaishije? Baba sina baba wala sina mama, nimelelewa na mtu tu alinipanda, amenipeleka shule, kazi imesimama na mke na ninamfanya kazi ndani. Na kwa bahati mbaya alikuwa mfanya kazi kwa yule baba, alikuwa ni mtaalamu. Wakarudi nyumbani kwa baba na mama. Na binti anatoka kwa baba kule, anatoka kwa mume wake, anakwenda nyumbani kwa wazazi wake. Baba naye nyumba yake imeandikwa inauzwa, ana deni benki. Anafika binti ametoka kwa mume wake, kazi mwanaume hana na nyumbani vyombo vinatolewa ndani ya nchi. Kanisa linafanya kazi ya kuwatunza yule mama. Na binti amerudi nyumbani, mwanaume mambo yameharibika. Na waomba wazazi wetu katika siku hizi za utandawazi, tumtambue Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yeye ndiye kiini cha maisha yetu, kwa sababu alisema fedha na dhahabu zote ni mali ya Bwana. Au anasema anauliza swali katika maswali aliyoulizwa, ni nani aliyetangulia kunipa hili? Hata wote tuko hapa, ni nani aliyetangulia kunipa Mungu ili kumpa Mungu ile amri? Na kama hakuna, wewe mama ukiuliza kuna binti mmoja, nitakuja kuongea vizuri kwa mabinti, maana naweza kuwa nimeingia mapema hapa. Tuko na vijana leo. Nataka kuwatia moyo vijana kwa swali yote mliyozungumza yako 11. Lakini jibu lake sahihi. Kumcha Bwana ndiye chanzo cha nini? Cha maarifa. Na katika fungu ambalo naweza kuwabebea, ukilishika hilo litakuwa msaada wako. Mathayo 6 fungu la 31. Naomba msome Mathayo 6:61. Kijana ulioko hapa leo ulisome na utafakari vizuri. Halafu uache hofu. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wengi wana hofu. Na ukiwa na hofu mashaka yanaingia. Na mashaka yanaingia unafadhaika. Na ukifadhaika akili za kutafuta zinapotea. Usidharau kazi kijana na wakati Yesu msamaha. Ukidharau kazi umejiroga. Ngoja niwaambie. 1 katika utafutaji inaleta ngapi? 2. Mnaelewa vizuri vijana? Lakini 0 ongeza 0 inaleta ngapi? Hivi naelewa vizuri. 0 ongeza 0 inaleta ngapi? 0. 0 na 0 inaleta ngapi? 0. Kwa nini? Wewe ukikaa hapo ukasema hii ni ndogo. Hapa kawepo kijana ambaye leo ataondoka. Anakwenda kule anapandisha zege kule, na wengi wanaogopa kazi. Hasa wale waliopitia mashuleni, wakasoma tandawazi na nini. Wanaogopa kazi. Nasikia nikwambie, mwanaume asifiwi kula, anasifua kazi. Na bibi mwenye akili akiona kijana huyu anapambana na kazi, na ndio siku atapata. Umeelewa? Ipo siku anafanyaje? Atapata. Lakini kama ujishughulishi, swali la kwanza binti wa leo vile anakuja hapa, anakuuliza, wewe unasema mimi nimekupenda, natamani niwe pamoja na wewe kwenye mahusiano. Anakuuliza mahusiano gani? Maana yameshakuwa mahusiano mengi kidigitali sasa hivi.
Zamani kwanza kwenda kupata mchumba unaenda kwa shemazi. Odi hapa serikali. Mama nimekuja mimi kijana. Natamani kupata mama. Hebu niambie. Na kabla hajaenda kwa shemazi, baba na mama wanajua. John unataka kuwa yeye sasa. Sasa unaenda kwa kule wanakuuliza swali. Ulishamwona shemazi? Hapana. Tulia. Wazazi wa mdogo kwamba hapo alizungumza katika nafasi ya 5 kwamba mahusiano ya namba 5 anasema mahusiano madogo kati ya vijana na wazazi. Sasa hivi wako vizuri ni wakubali vijana. Sasa hivi mahusiano ya wazazi na vijana ni machache. Na hivi ndio maana watoto hawaowi kwa sababu wanao mahusiano na wazazi. Zamani wazazi walikuwa wanakaa wanaona kijana anapaswa kuoa na hawajalishi hawafanyi nini. Walikuwa na walinda kwa nini? Na ndio maana kulikuwa kuna kipindi kile kijana bikira anaoa hajua anakotokea na anakoenda. Wazee ndio wanaingia sasa kijana wanaoa wanakuta baadaye jioni bibi harusi ndani kama pembeni kuna 1 2 3 biashara inaenda hivi. Na bodi imefunga. Bwana Yesu asifiwe. Si kama mnaelewa. Tumeyafanya haya na tumeyaona kwa wazazi wetu wa zamani. Lakini sasa hivi nakwambia sikiliza baba, sasa tumesoma tangu darasa la 4. Hatuna shida na hilo. Kwa hiyo anaenda akiwa na mahusiano mazuri ya baba na mama, wanauliza. Naomba niwaambie. Vijana wetu wa leo tunalia kwenye ndoa kwa sababu